Hata hivyo nimetoka kuongea na kaka yako muda sio mrefu. Ameniomba kitu kidogo niwasaidie. Unajua mimi ndo msaada mkubwa huko kwenu. Kwa hiyo usijali. Na mimi nitatoa kitu kidogo hapa. Chukua 5,000 basi. Wakaongezewa nunue trekta. So chukue. Hivi. Mimi sidharau kabisa. Hivi unapenda kuidharau familia yangu hivyo kiasi hicho? Kwa hiyo msaada naotoa ni dharau? Wewe namba zangu za simu unazo, kwa nini usiwatumie? Kumbe hapo wewe kwangu unakula, unashiba, unakunywa, unalala na unafurahi. Unakubali kabisa matukio yanayotokea nyumbani kwenu ya kugongwa na punda. Sio? Unisaidia au Masimango? Sasa Masimango si vitu vya kufurahisha waifu. Waifu, hii ndo tabia gani sasa? Wao unafurahia matukio ya nyumbani. Yaendelee namna hiyo. I say. Lakini dada, naomba uongee na mama. Wewe unampigia simu mume wangu, alafu mbaya zaidi unampigia simu kuomba hela tu, hasa ndugu zangu. Uwaonye, labda anaweza kukusikiliza. Wamezidi sana kumuomba hela huyu mwanaume. Mume mwenyewe kitu chake hata hakifai kabisa, ni pasua kichwa kabisa. Unaletea shida mimi kwenye ndoa yangu. Napitia wakati mgumu dada. Sawa mdogo wangu, mimi nitajaribu kuongea nao, kila kitu kitakuwa sawa. Dada, mimi nimechoka. Natamani niondoke hata leo kwa yule mwanaume. Nimechoka manyanyaso. Ongea na ndugu zangu. Basi mdogo wangu, unajua nini? Kila mtu anapitia changamoto kwenye ndoa. Kwa kama utakata tamaa, sidhani kama unazana na mwanaume yeyote. Kila mwanaume ana changamoto zake. Usinione mimi dadako napitia vitu vingi, ni vile tu siwezi kubebesha mzigo wa kwangu. Kama ningesema nikate tamaa, ningeshakata tamaa siku nyingi. Sawa, kwa hiyo vumilia tu. Hayo ndo maisha ya ndoa. Uliyakubali mwenyewe, unapaswa kuvumilia. Nimechoka dada. Basi mdogo wangu usilie. Sawa? Na ujui tunayopitia dada. Haujui dada.